Kuna hawa wanandoa wawili, mchizi anaitwa Henry na bibia anaitwa Lisa. Hawa washikaji wamekuwa kwenye ndoa kwa muda sasa na wamekuwa wakiishi kwa upendo sana, yaani swala la kugombana wao hawalijui. Sasa wakiwa hapa kitandani, mchizi akapokea simu, anapewa taarifa kuwa kuna mshikaji wake anaitwa Kevin amepata ajali, hivyo yupo hospitali. Basi akamwaga mke wake kisha haraka akaenda kumuona. Mida baadaye aliporuhusiwa akaja naye mpaka pale nyumbani kwake. Mkewe akawakaribisha kisha akaenda kumwandalia chai mgonjwa. Bibia alikuwa na roho nzuri sana. Basi baada ya pale Henry ikabidi ajiandae aende kazini. Kama nilivyokuambia kwamba hawa washikaji wanapendana sana. Basi mshikaji akaenda kazini na mida baadaye alivyorudi akaja na mdada wa kazi. Huyu dada jina lake anaitwa Stella. Mlinzi akamwangalia kisha akaanza kumtamani. Yaani ndo kwanza mgeni anaingia, mchizi anawaza ujinga. Alivyoingia ndani, mkeo akampokea kwa mabusu na nini. Punde mdada wa kazi naye akaingia. Mkeo anashangaa, akamuuliza nani huyu? Mchizi alimwambia kuwa amekutana naye barabarani huko akiwa anaombaomba. Lakini baada ya kumuuliza stori yake ikamhuzunisha sana. Inasemekana kuwa bibia alitoka kijijini kuja mjini kwa ajili ya kufanya kazi za ndani, lakini baada ya kufika mjini mwenyeji wake akamtelekeza. Ina maana hana pa kwenda. Hivyo baada ya kusikia stori yake akaona aje naye pale nyumbani, kwani wanaweza wakamtumia kama dada wa kazi. Lisa alishangaa maana ilikuwa ni ghafla eti, lakini akakubali. Mkewe alikuwa na roho nzuri sana. Na rasmi bibia akakaribishwa mjengoni. Washikaji wakawa wanajadili jinsi watakavyokuwa wanamlipa mshahara na nini, lakini Henry akamwambia swala la mshahara amwachie yeye, ina maana yeye ndo atakuwa anamlipa. Bibia akamwambia sawa, lakini alipomwomba unyama mchizi akawa anadai kuwa kachoka, yaani hayupo kwenye mudi. Bibia ikabidi alale hivyo hivyo kishingo upande. Sasa Lisa kuna tripu ya kikazi anatakiwa aende akakae huko wiki mbili. Hivyo kesho yake akamuita ushoga yake hapa ambaye anaitwa Lovet. Mara moja yeye anakuja hapa kumcheki mume wake anaendeleaje. Bibia akamwambia, "Yaani unamwachia mmeo ndani ya wiki mbili?" Lisa akamwambia, "Wiki mbili sio nyingi, kwa watavumilia tu." "Aha, na vipi kuhusu msichana wako? Unawezaje kumkubali msichana kama yule mkubwa hivi? Umemwangalia vizuri kiuno chake?" Lisa bado alisimamia kuwa anamwamini mume wake. Kweli mzee, muda wa safari ukafika na bibia akawa anajiandaa. Mchizi akamwambia kuwa atamisi sana hizo wiki mbili ambazo atakuwa hayupo, lakini bibia akamwahidi kuwa kila siku atahakikisha anampigia video call. Kisha mshikaji akawa anamsaidia kukunja nguo na nini, vitu kama hivyo. Basi maisha yakaendelea ndani ya mjengo. Mlinzi alijaribu kutupa kamba, lakini bibia mwenyewe kapinda, aliishia kumtukana tu. Ilivyofika mida baadaye akaja Kelvin, yule mshikaji wake na Henry. Akashangaa kishenzi kumuona Stella pale. Akamuuliza, wewe unafanya nini hapa? Stella akamwambia, hasa mbona unanipandishia sauti? Hebu nijibu. Kwa dharau Stella akamwambia, naishi hapa sasa hivi. Kama unavyoona. Mchizi akapigwa na butwa, inaonekana kama wanajuana hivi. Akaona mshikaji wangu kashaishi aisee. Ikabidi amfuate wazungumze. Na hapa ndo tunagundua kuwa kumbe Stella ni mchepuko wa Henry na Kelvin anamjua, ndo maana alivyomwona mule ndani akashangaa. Mchizi kaamua usogeze mchepuko wake karibu ili awe anajipigia mipasi nyumbani. Lakini Kelvin hakufurahishwa na yale maamuzi aliyoyafanya mshikaji, kwani anafahamu kuwa mkewe ana moyo mzuri sana. Hakustahili kile anachomfanyia. Lakini mshikaji bado aliendelea kumwagia sifa Stella kuwa anachokipata kwake ni tofauti kabisa na anachokipata kwa mke wake. Kisha akamwambia achane na mambo yasiyomhusu. Henry kazama kabisa kwa mchepuko, utamwambia nini? Huku ndani bibia anatawala tena, mama mjengo si hayupo, kwao ni mwendo wa kujiachia tu. Bibia amekaa kabisa standby anamsubiri mchizi. Mshikaji naye alipoingia mdende ukawaka. Sasa baada ya muda wakasikia mlango unagongwa, hivyo Stella ikabidi aende kufungua. Unajua ni nani aliingia? Ni Lovet. Bibia amekuja kumwangalia shemeji yake kama alivyokubaliana na shoga yake, lakini kumwangalia Stella na sweat kishenzi. Akamuuliza, Henry uko wapi? Bibia akamwambia kuwa hayupo, ili anataka akae amsubiri. Stella akamwambia, haina haja, mi nafikiri ungempigia tu, maana hatawahi kurudi. Lovet akamwangalia kisha akamwachia mzigo wa Henry aliokuwa kamletea. Alivyotoka nje akawa anajiuliza maswali mengi sana, ila anakosa majibu. Mara akamwona mlinzi, wakasalimiana, kisha akamuuliza, bosi wako yuko wapi? Mlinzi akasema, mi nadhani ulienda kuonana naye, si upo ndani humo? Mbona Stella kanambia ametoka? Mlinzi akamwambia, Stella kama nani? Sikia, mi ndo kamanda wa ulinzi kwenye huu mjengo, lazima nijue anayetoka na anayeingia, na bosi wangu leo hajatoka, labda awe ameruka fensi, kitu ambacho najua hawezi kufanya. Ile ikamshangaza sana Lovet. Basi walipomaliza akamwaga kisha akaondoka. Huku ndani Stella ndo anarudi sasa, anampa taarifa. Mchizi kusikia aliyekuja ni Lovet akapagawa, akawa anahofia kuwa anaweza akampigia mkewe na kuanza kumpa za chini chini, lakini bibia Stella akamtuliza kisha wakaendelea na mdende. Ile michezo iliendelea mule ndani mpaka sometime mchizi akawa anatega kwenda kazini. Hapa alikuwa anacheza karata huku anachekelea kwa sauti ya juu sana, hadi mlinzi akawa anasikia. Mlinzi akawa anashangaa kwa sababu bosi wake hajawahi kabisa kuchekelea kwa sauti kama vile akiwa na mke wake. Ndipo akagundua kuwa hapa kuna kitu kinaendelea. Washikaji waliendelea kuenjoy kama kawaida. Sasa mida baadaye tunamuona bibie kuna mtu